Kaeni kundi lenu na N ajoin hapo. Hakuna ambaye atabaki, yote tu tutayapata. Nyie mnacheza na Waswahili. Waswahili hao wazungu wana matatizo yao sana. Hapa hivi. W. Unaanza W. Hakuna hiyo. Okay. Na nyie kaeni mahali penu. That's great. Unakuja vite. Kwa nini tusikae? Nyie mkakaa kwa hayo makundi yenu, kaeni kwenye viti zisiwasumbue. Kae kwenye viti. Kila kundi wakae mahali pao. Kaeni mahali. Kuna nafasi kwa bado. Kuna nafasi mbele, kunaweza kusikia mmekaa vibaya, jipange mafungu. Kwenye mafungu. Nafasi mbele iko. Okay, tunaendelea F. Kwenye F kwa nyie F kaeni na kwenu kundi lenu F. Na O aende hapo. Jina inaanza na O alafu naendelea. O F kwa F. Na nyie waweke kundi lao F. Ninaomba na mwenye X pia akae hapo. Gosh. X yuko tayari. Kama tayari sema amina. Okay, tunaendelea tena. Naomba nitaje kundi lingine mwenye G na nyie kundi lenu G. Na kwenye kundi la G aongezeke na P hapo. P ingeni hapo kwenye G. Na kama kuna mtu mwenye jina lenye Y G ongea. P G njoli hapa chini. Tumaliza tusiogope, kuna kitu nataka tufanye kizuri sana. Sema amen nisikie. Amen. G tuko? P tayari. Mwenye Y kama una jina la Y. Okay. Twende kundi lingine la mwisho. Bado. H. Mwenye H. Q. H njoo kae na H mwenzio. Hawezi kusalia mtu. H chap. Kumbe naye ni H afu uko umebana. H Q hamna. Z. Mwenye Z. Q hamna. Mwenye Z. Kwa jina la Z, Waislamu ndio wanakuwa na majina yenye Z. Okay, kundi lingine la mwisho. Si ndio? I. R kwa. Ilo namna ya R. Rose. Kina Rose, kina R tu. Rose nani? Piga zote jumla. R kwa. Naomba R twende pale kwa R mzee. R I utaunganika hapo kwenye R. Mama wewe jina lako linaanza na Ellen, hapa ni Ellen. Great. Kuna aliyebaki? Hamna. Mkimu yake akibaki mtashangaa sana. Okay, sasa naomba unisikilize. Kama uko na mimi sema amina nisikie. Amen. Nimejaribu kutaja tu jina lenye kuanza na herufi ya kwanza. It doesn't matter unaitwaje wewe, jaza tu unaitwa Kikwenu, wewe unaitwa Kiingereza, umepelekwa kanisani kwa padri na nini, labda mchungaji awe amekupa jina afu ameongea kitu fulani, pale kuna mata kitu fulani. Sasa unaangalia kwenye Sakikos na Pneumatikos. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Okay, naomba nisikize, tutafanya haraka kidogo. Kuna vitu vingine sitaviongea vyote, lakini nataka niongee tu kwa sehemu fulani. Wale wenye AJS wako wapi? Ni mkono juu. AJ na S. Walivyo design kuwapa hayo majina yenye hivyo vyanzo vyenu kutambulia, walikuwa wanajua miongoni mwenu ni watu wenye ambitions. Ambitions maana yake ni watu wenye kujitakia mambo mbele, sio maono, kujitakia kuwa na mambo fulani mbele. Kuna watu ambao ni viongozi, kuna watu ambao hawawezi kutulia, yani jambo likitokea hawezi akatulia, lazima aseme.
ni watu ambao wanapenda sifa. Sema mnapenda, lakini kama unapenda ujue aliyedesign huko hivyo. Ni watu ambao wanaweza kukwaza watu wengine alafu hawajui kwamba wamekwaza watu wengine. Yani anaswaga tu, anakwenda tu wakati watu wanaumia. Wanakuwa na hiyo. Lakini pia wamewapa majina yao kwa sababu ikifika kwenye mambo ya mahusiano kila mmoja akiwa na A ni mtu mwenye kupenda vitu vinavyohusiana na vitendo zaidi kuliko kwembwe, action. Na anapenda vitu zaidi ndio vinavyotosheleza mwili wake au maisha yake. Ukiona inakwenda namna hiyo, ujue basi uko kwenye kaorodha yako. Na kama ukiona pia wewe una J, unatumia nguvu sana kufanya vitu vingi, lakini ikija pia kwenye mahusiano you are very strong. Very strong. Kama ukiona nyumbani umekimbiwa na mama, basi ujue sababu zake wamefanya hivi, utafanya na maombi tu. Amen. Bwana sisikia amen amen. Wamekuita S kwa sababu unafanya kazi vizuri, lakini huwa sio mwepesi kuachia moyo wako kwenye mahusiano kumpenda mtu. Yaani inakuwa ni kazi. Lakini siku ukiamua unamganga mtu kama lugha, hiyo ndo hatari. Yes. Kwa hiyo hili ni kundi lenye S. Sawa? Sasa ukitembea kwenye sakikosi, utake usitaki. Sema nisikie, utake usitaki. Hiyo itafanya kazi. Sema amina. Hiyo itafanya kazi. Itaweka. Yaani itaanza tu kuweka. Whether unataka au usitaki. Usiogope. Usiogope. Okay? Itaanza kuweka. Sema amina nisikie. Si kama tumeelewana. Nimeongea sawa kidogo eh. Okay. Haya. Ambao tumezungumza wanabii wa wapi? Kwenye bingu wenyewe hapa. Kwenye kundi lenu kuna watu ambao wanapenda kukaa karibu na maji. Kuna watu ambao wanapenda ukishakupa hilo jina utaanza kuona pia unapenda gifti kwenye mahusiano. Unapenda kupewa zawadi. Wewe ukishaanza kuona unapenda sana kupewa zawadi hapo wewe utoe. Ujue tayari sasa kikosi inaanza kupiga mahesabu fulani. Sio kama tumeelewana eh? Lakini pia katikati ya kundi hili kuna watu ambao wana talent ya music kwenye hiyo kundi lenye kinatii hapo nabii na nini. Lakini pia kuna watu ambao ni emotional, wanakuwa moved zaidi na atakuongea kitu kama analia na nini na vitu kama hivyo. Lakini pia kwenye mahusiano wana uvumilivu. Kuweza kukaa na mtu, anaweza kutoroka na mtu lakini bado wanafuatilia tu. Yaani wanapiga. Ukishaona hiyo ujue walivyokutaa hicho kwa kikosi inaoperate. Briefly. Ni mambo marefu lakini nakwambia kifupi. Sema amina nisikie. Amen. Haya, kundi lingine tumesema la wapi? Ukitoka hiyo lenye C. Siko. Sio kwa. Haya. Hapa ndio kuna watu wenye research, watu wenye mambo ya research na nini, lakini pia ikija kwenye mambo ya kawaida ni watu ambao huwa wanapenda sana vitu kuliko fedha, sio wapenda fedha. Anaweza kuomba gari asikuombe hela. Kwenye grupu hii. Lakini pia ni watu ambao wanabadilisha nia zao haraka kwenye mambo ya dini, na ni watu wenye maswali ya kwa nini na ikoje hapo kwenye kundi. Na ikija kwenye mahusiano sasa ni watu ambao kwenye mahusiano wanapenda kuwa na mpenzi kama rafiki yake. Yaani sio polisi, kama nani? Rafiki yake. Wanapenda kubembelezwa. Yaani kama ni Kasimu hapa vipi wangaje? Okay, have you mpaka uchochoche kidogo na nini ujionyeshe kwamba hivi afu peti ndio unatoka. Sasa mzungu amedesign ameweka hivyo na tradition imefanya hivyo. Na hapo mengi na kutaja tu hints. Sema amina nisikie. Wakina Dio wako wapi? Dio. Dio huwa hawapendi kudhulumiwa haki zao. Wakina Dio hawapendi na pia wanapenda wenye M wanapenda sana mambo ya vitu vya siri. Yaani kama kuna elimu za siri, kuna kafundisho fulani kageni kanafundishwa kwenye vitu fulani, wanapenda hapo kujinvolve hapo, waone kanisha wapi. Lakini kwenye mahusiano kina M ni watu ambao wanapenda kujaribu kitu ambacho wanakiona ni kizuri. Yaani sio ajabu kama una babu yako ambaye ana majina M yanaanza, ndio wale wanao mke mmoja zaidi ya wengine. Na kama ni mchumba lazima atose mahali fulani awe na wachumba wengine. Wao wana test. Okay friend. Hapa koje? Nimeongea naye vizuri. Na wewe anaongeaje? Wewe wanakwenda hivi. Ukishaona na kufuata ujue sasa kikosi hilo limevaa na farasi na koja. Sio kama tunaelewana Na kina D wengi ni watu ambao wao ni huwa hawawezi kupata, tuseme ni watu ambao ni kanganisi. Akishamuingiza mtu kwenye akili yake akamswitch, sio rahisi kubadilika. Kwa hiyo kama ni mzazi umepiga kelele una kadebola au ndani sio kademetrevu sio kanani mpaka la kuruka ukuta, hiyo ndio habari za kikosi. Sio kama tunaelewana Amen.
Sasa walio design nakwambia walicho design na sisi tuweza kufanya nini katika Mungu. Kama uko na mimi nisema amen. Wenye hii wako wapi? Wenye hii watu wakina Esther, wenye hii, wenye nini, ni watu ambao ni talkative, ni wazungumzaji sana. Ni wazungumzaji sana, lakini pia wana category yao humo. Tuna walimu, tuna masekretari humo, tuna watu wenye kujua lugha wamo humo. Wakimbovu na kina Neema. Sema amina nisikie. Wakimbovu na kina Neema humo kwenye ile kundi, wao ni mafundi. Sasa mafundi yao na mama mchungaji atawaambia. Ni watundu sana wakiwa wenyewe. Yaani kama wana rafiki zao ni watundu sana. Kwenye chumba namba 6 watundu sana. Na Neema. Lakini pia sio rahisi kupata mtu anawafiti. Wakina Neema. Yaani kupata mtu akumwa kabisa ameamua awe naye na nini, ni ngumu sana kufiti hapo. Kweli. Hapo panatakiwa maombi hapo zaidi ili kuweza kufuka na kwenda. Lakini wakiwa wana W ni vizuri kuombea kwa sababu kikosi akiamka wanapenda play games. Sasa hizo games kama sio za mpira kisibadilisha kwingine, naomba mnisaidie sana. Sema amina nisikie. Amen. F wako wapi? Kina F ni hawa ni watu wa wakaribisho, wakarimu, na ni watu ambao ni wataratibu, ila wanakuwa na tatizo la fedha. Wanakuwa na financial crisis. Lakini kina F wote ukiwaangalia kila wakiapia ni watu ambao ni F yoyote ukimwona anaonekana mzuri, anaonekana amependeza, anaonekana mpole. Kwa nini? Kwa sababu huwa ana bond, amezaliwa romantic. Sisi nikisema romantic mnanielewa Yuko born romantic. Kina F wote wako hivyo. Ana mvuto. Ana mvuto. Kuna F huko, hebu pungia F. Hebu F unyosha. F huko. Mnamwona wewe mwingine huko? Hebu njoo ukaone, hebu kaefu kadogo njoo, F kadogo njoo. Kwenye ukaone kaefu kadogo. Alafu nikutajie na tumalize. Unakaona kaefu kadogo hapo? Sina kama. Hebu sema Bwana asifiwe. Au angalia wale wasalimie Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Sina kaona kanavutia. Kwa hiyo sasa kikosi akiamka hapo ni kazi. Unaona Wewe unaweza kulaumu tu, lakini lazima ujue kwamba waliofanya walikuwa na maana gani. Kanatakiwa ukiongea nako kale utakuta kuna baba wanakasumbua, njoo wewe sisi tucheze sisi, sasa ukauliza. Lakini ukauliza kutakuta kana majaribu yake yako sana sana namna hiyo. Wenye sisi kina Oliver, kina nini na nini ni watu ambao ni working vizuri, wanafanya kazi vizuri, na wakiingia kwenye mahusiano ni watu ambao wewe tu unachoka kuongea naye, lakini ni mtu uko very active sana. Sema amina nisikie. Lakini asilimia kubwa ni wale ambao wanaenda pia mtaani kwenda kuwa dada poa kama za kikosi ikiwa juu. Sio kama tunaelewana Sijataja jina la G, tupo G. Hawa kina G hawa huwa ni watu wanapenda mtu ambaye atainua heshima yake. Yaani hawa kina G hata siku moja hawezi kukubali kuolewa na roho hawa. Mtu ambaye atainua nini? Heshima yake. Alafu mtu ambaye intellectual wako iko. Yaani sio eti yeye amefika form 4, anaenda darasa 7, hapa hamna. Anataka chuo kikuu na chuo kikuu mwenzake. Akisema what is this? Sio hawa hajafika, huyu hapendi. Wale wako namna hiyo. Lakini pia ni watu ambao wana uwezo wa kujua vitu vingi sana. Na pia huwa wanapendelea yani kama hawajaokoka wanapendelea mambo ya kienyeji yale na dawa za kienyeji na vitu vingine. Kama washirikina. Sema amina nisikie. Kama kuna P kama mimi ni watu ambao wanapenda kufanya vitu ambavyo hawataki ku reputation yao haribiki. Yaani hapendi kabisa kufanya mistake kabisa nini. Yaani anakufanya kama hajaokoka pia dhambi zake kama huko Moshi anafanyia Arusha. Akitaka afanye dhambi anakwenda Dar es Salaam. Kina pia Paulo. Sio Paulo bwana. Chungaji. Sema amina nisikie. Lakini pia na kinawai nao kinawai wao mpaka wachochewe kama nani, yani kama mtu anaolewa na wai ndio libaba, yani mpaka ulipejuisi nini sijui kila kitu ulibembeleze, ulipigie na feni ndio sasa I love you. Wewe unajipima mwenyewe. Okay, kitu malizia ya mwisho sema amina. Bado mbili. Wenye H wako wapi? Okay.
Eti yoyote anapenda kama ni kuolewa kwenye maisha, aolewe na mtu ambaye ana kipato. Tunaelewa? Ambaye ataweza kumsustain, kumuinua mahali fulani. Na ikija kwenye mambo ya kazi, wanaweza kufanya kazi za estate ya nyumba nini, kazi za madini wanaweza kufanya, lakini pia hata za kuuza majeneza wanafanya. Wao yani kufanya kazi mradi asife, ni watu wa struggle. Na wenyewe wanakuambia hauwezi kufanikiwa mpaka kwa na nini? Na hela. Sasa kama inakupata ujue mwanangu, sasa kikosi lipo karibu linabakia namna hiyo. Lazima ulidhibiti. Utampata wapi mtu ambaye lazima akupe hela ndio mambo mengine? Ndio wala sema mimi siwezi kukubusu mpaka uninunulie kakuku. Kwa sababu ukiokoka inabidi hiyo tucheze nayo. Mbona sipati amina? Lakini pia kuna wenye zedi nafikiri hapa hakuna zedi. Sio? Kiwa hamna, kwa hiyo kuna haja kuongea, sio? Ai tumesema ai na ala tunayo. Ai na ala. Sasa kina ala hawa ni very emotional. Yaani watu wenye msisimko sana, ni watu ambao wanaogopa wageni. Ningeuliza ungewasikia. Halafu ni watu ambao wana wivu sana. Yule wivu unajua wivu wivu wa kufa mtu. Yaani kama umeolewa na Robert Sweden nani akiona unaongea na mtu lazima nyumbani kikao. Ulikuwa unaongea na nani? Msakikosi ukipata mlikuwa unaambia na nini? Ila mkono nisikie amina. Sasa nimeongea short. Just short. Najua vitu vingi lakini nimeongea short. Sijaongea safari ya maisha yako, sijaongea malengo yako, sijaongea unapenda nini. Sina haja kuna neno team, nadhani hujaongea team. Nimekwepa kwa sababu ya Tito. Nimekwepa kwa sababu ya upako wa mchungaji. Lakini kwenye music pia hiyo ipo kwenye music. Ingine naomba ni hide nisizungumze. Inua mkono nisikie amina. Sasa huo ndio mfumo wa kidunia. Sema nisikie mfumo wa kidunia. Yaani popote tunapoenda watu wanajua wewe uko hivyo. Na ningeendelea kuongea vitu vingine ungeshangaa sana. Kwa nini nafanya hiki kumbe kiko kwenye online. Sasa cha kufanya sisi ambao tumeokoka lazima tuvue hiyo sakikosi. Tuvae pneumatic. Amen. Umeelewa? Umeelewa? Amen. Umeelewa? Wewe ukiona mtu anaitwa Oliver, mara anaongea na fulana huyu, mara anaongea na yule, mara anafanya hivi, au ukiona na jina linaitwa X, akidai kitu analia, nilikuwa kumbe akikueleza kibao, mbona nikueleze? Yaani unafikiri hapa ni madeko lakini kumbe ni hali halisi. Wengine mmegombana na ume zenu, mara halieleweki, unaletea maji, halisemi asante, unalipa chakula, halizungumzi, nimekula, afu ndoka. Vipi? Kumbe linakuwa effect na mjina wake. Unaleta vitu umepamba ndani ya nyumba hata kusema, jamani hongera pazia hili, yuko tu. Kwanza anauliza, nani kaleta? Nimeingia nyumbani kwa bisa taarifa. Ngoma. Unaona kama mzigo fulani lakini sio mzigo. Msakikosi umepanda. Kama ndugu mmoja sema amina. Sema amina nisikie. Na unashangaa umeoa mke na huyo mke uliyeoa hapendi uende kwenye mkesha. Unakomsha, unaniacha na nani? Mimi sikai peke yangu bwana. Sikai. Anapenda mkae wote. Na mnapokaa hataki jikoni, hataki sebuleni, unanielewa. Mwisho unasema nimeoa jini, sio jini. Ni mtu kabisa anatembea na kaokoka. Ila sakikosi anafanya nini? Okala mimi. Sasa naomba leo tutalifanyia kazi hilo kwa sehemu fulani. Alafu siku nyingine nikija nitawapa siri nyingine. Amen. Kama uko na mimi sema amina. Okay, naomba basi sogeza miti tusogee hapa ni tufanye maombi na mchungaji. Tuombe Mungu awape another way. Amen. So samani tumechukua muda wala usio na hofu. Muda ni wako.